letu la Katoliki hapa Bungoma, Mama Faustin na familia nzima wakiongozwa na mzee na rafiki yangu Mheshimiwa Moses Mwambu Mabonga, Mheshimiwa Spika wetu wa Senate Kenneth Lusaka, Mheshimiwa Gavana wetu wa hapa Wycliffe Wangamati, Mheshimiwa Atanas wa Munyinyi ambaye ameniambia sasa yeye ndio chairman mshikilizi wa party leader mshikilizi wa Ford Kenya. Najua habari hiyo siku nimepata, mheshimiwa unisamehe. Waheshimiwa wote wabunge, ma MCS wa hapa, ndugu watu wa hapa Bumula na Bungoma, hamjambo? Murembe handi, muri mwoyo, muri baramu, Mwami Yesu afume. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Bas, kwanza mimi nachukua nafasi hii kwa niaba yangu na familia yangu kulete rambirambi za pole kwa rafiki yangu Moses na familia yako, Mama Faustin, wazee, jamii nzima ya familia hii, na kwa watu wa hapa Bumula na Bungoma kwa kumpoteza huyu mzee ambaye leo tumekuja hapa katika safari yake ya mwisho. Mzee huyu Morris nilipata kumjua kupitia kwa Moses, rafiki yangu ambaye ni mjumbe wenu, na kwa sababu ya yale yamefanya huyu mzee kama mfanyabiashara, kama fundi, na sasa kama Mkristo, ni mambo ambayo yamefanya tukawa leo na mmoja wa watoto wake kama mbunge wa hapa Bumula. Mimi hata ingawaje sikumjua kwa karibu sana, tunamshukuru huyu mzee kwa sababu kupitia kwake leo watu wengi kutoka sehemu mbalimbali za Kenya, viongozi wengi wamekuja hapa kwa urafiki na undugu aliojenga mzee huyu kupitia Mwambu Mabonga na familia yake. Sisi tunamuenzi Mungu na tunasema leo hapa tunamzika shujaa, kiongozi, Mkristo, mtu ambaye alijitolea. Mimi nafurahi sana kwamba tunasherehekea maisha ya huyu mzee. Alipata matatizo makubwa kwa sababu ya ugonjwa, lakini ndani ya huzuni hiyo tulio nayo, furaha ni kwamba alifanya kazi kubwa sana na ametimiza wajibu wake. Ile imebaki ni ya watoto wake na sisi tuliobaki kuiendesha iende mbele. Namshukuru mzee huyu kwa sababu alinipatia rafiki Moses. Huyu Moses Mabonga wakati amechaguliwa hakusita, hata ingawaje tulikuwa katika vyama tofauti, lakini alitambua ya kwamba ya muhimu kuliko mambo yote ni huduma kwa watu wake waliomchagua wa hapa Bumula, na hakugawia. Mara alipochaguliwa miezi chache baadaye, alinialika nikakuja hapa kwake na tukaanzisha shule ya wasichana ya Muyenga. Aliniambia nisaidie kununua ardhi, nikanunua ardhi, na yeye ameweka pesa ya CDF
Nimefurahi kusikia leo ya kwamba shule hiyo imefika form 3, na mimi nataka niseme pongezi Moses kwa kazi unayofanya ya watu wa Bumula. Nimepata bahati kila mara viongozi wakichaguliwa hapa, yule mjumbe aliyetangulia alikuwa rafiki yangu, tulifanya kazi na yeye. Huyu Moses ni rafiki yangu wa kuzidi, tunafanya kazi pamoja na yeye. Gavana wenu wa zamani Lusaka alikuwa rafiki yangu, tumefanya kazi na yeye. Gavana wenu wa saa hizi Mheshimiwa Wangamati ni rafiki yangu, tunashirikiana, tunafanya kazi pamoja. Mimi niko na bahati sana kwamba mara mkichagua, mnachagua marafiki zangu tuweze kufanya kazi pamoja na wao. Nimetembea hapa pia kwa mwaliko wa Moses, tumefanya harambee ya kina mama kule Mwanga. Nimekuja hapa nikafanya harambee ya watu wa bodaboda. Nimekuja hapa nimefanya harambee ya makanisa, na tulianzisha barabara ile ya Musikoma mbeleni. Wakati huyu Moses amechukua usukani, ametusukuma, tumesema tunaanzisha tena barabara kutoka Mateka kuja hapa Mianga, alafu mpaka ifike hapa Kimaeti. Hiyo barabara contractor tayari yuko hapa, na tutahakikisha kwamba hiyo kazi inatembea kwa kasi kuliko ile matatizo tulipata kwa ile barabara nyingine. Hapa Bungoma tunajenga barabara karibu kilomita 200 mpya ya lami katika sehemu mbalimbali ya Bungoma, na tunafanya hivyo kwa sababu hatutaki sehemu yoyote ya Kenya ibaki nyuma. Mimi nataka niwaulize, kwa sababu leo tunamsindikiza baba wetu Morris Mabonga, kwa sababu yeye alituzalia kiongozi wa Bungoma, na ni ya muhimu mambo ya maendeleo ya Bungoma izungumzwe, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba Bungoma hii inapiga hatua ya kwenda mbele. Wakati Mabonga alichaguliwa, pia aliniuliza mambo ya mnasema inaitwa Musakasa Technical Training College. Pale kulikuwa na wanafunzi 500. Tumeongeza equipment, sasa tuko na wanafunzi 2500 ambao ni vijana wa hapa Bungoma wanaofundishwa taaluma na ufundi mbalimbali na teknolojia, waweze kuchangia katika kupeleka taifa letu mbele. Na tutazidi kufanya kazi na watu wa Bungoma hii na viongozi wa Bungoma hii na wananchi wa hapa Bumula katika harakati ya kupeleka taifa letu mbele. Sitaki kusema mengi. Nashukuru viongozi wameongea hapa, na wengi wameongea vile tunaweza kufanya kazi pamoja. Na mimi nataka niwahakikishie viongozi wa hapa Bungoma na Western Kenya ya kwamba mimi niko tayari kufanya kazi na nyinyi katika siasa ya kupeleka taifa letu mbele. I am ready. Mimi niko tayari. Nimesikia vile mmeuliza ya kwamba tushirikiane na viongozi wenu. Rafiki yangu Ososi ameongea hapo, akasema ya kwamba kwa sababu wengine wameongoza siku mingi, hata na mimi pengine ningepunguza yangu nisitafute, ndio wengine watafute. Mimi sikatai, lakini amesema ya kwamba ni mara ya kwanza kukutana na mimi. Sasa mimi sijui huku kwenu, hata kama msichana unamtongoza, unakutana na yeye siku ya kwanza kwa matanga, unamwambia mimi nataka maneno yako, si unapiga pande. Kwa sababu yule msichana amefundisha vizuri, hawezi kukubali maneno yako siku ya kwanza, na hawezi kukubali kwa matanga. Si unatembelea kwake ama namna gani? Kwa hivyo mimi hakuna kitu nimekataa. Nimesikia viongozi hao wameongea, kina Dagala, kina my friend
watu ya ANC, watu ya Ford Kenya, mimi I have no problem. Ile tu mimi nataka niwaulize, tafadhali waambie wale viongozi mnawatafutia, watafute namna waongee na mimi, kwa sababu hata kama tunatongozana sasa, mtakuwa mnaningojea kwa mazishi ndio mniambie, si mtembee nyumbani ndio mkuje mseme maneno vile inakuwa ama namna gani? Lakini mimi nawasikia tu nikikuja Western kwa matanga ndio wananiambia. Sijawa amojakuja. Mimi nimesikia hata kama anasema mnapanga kuja huko kwetu. Karibuni jameni. Na msichelewe kwa sababu uchaguzi sasa ni next year. Na unajua mimi nami siwezi kuangojea sana. Si mnaona hata mimi nakuja pande hii. Natembea, nimekuwa hapo kwa harambee ya kina mama, kwa harambee ya bodaboda, kwa pale harambee ya makanisa, nimeanzisha ujenzi wa shule hapa Bienga. Wale mnafikiri mimi nafanya haya, mimi sijui, hata mimi najipanga. Sasa kama hao watu mnawaombea hawajafanya harambee ya bodaboda, hawajafanya ya kina mama, hawajajenga kanisa, girl school hawajajenga, watashindana na mimi namna gani? Si wako na kibarua? Si wako na kibarua? Kwa sababu ile mimi nimefanya hapa, nimefanya sehemu nyingine yote. Wao hawajafanya hapa na hawajafika kwetu. Sasa tafadhali, kwa sababu sitaki baadaye mseme mimi si mtu mzuri, na wapatia tu advice mapema. Mwambie hao watu wajipange na wafanye haraka kwa sababu muda ina kwa sababu wacha niwaambie, na mimi unajua bibi yangu yetu anatoka hapa Diani. Kwa hivyo ni msichana wa Western. Mimi sitaki mashemeji wanikasirikie, lakini lazima wajipange. Sasa mimi ndio natafuta hawa kwa simu. Simuwaambie hata wachukue simu yangu, kwa sababu wanaogopa simu yangu ati mimi pengine nikaomba kura yao. Waambie huyo mtu akipiga simu, chukua simu kabla hajakuomba kura yako omba yeye yake kwanza mapema. Ndio itembea haraka. Ama namna gani? Maneno inaendaka namna hiyo. Na ile inatafutwa, mimi nataka muelewe. Nimesikia mmesema wanataka kiongozi Mluya, wanataka kiongozi namna hii. Ile kiongozi anatafutwa Kenya, anatafutwa kiongozi mfanyikazi. Na kiongozi ambaye atajua mahasla wale wa bodaboda na mtu ya mkokoteni na mama mboga maisha yao itaenda namna gani. Huyo ndio anatafutwa. Ama namna gani? Kwa sababu vile Mheshimiwa Bunyasi alisema, shida kubwa ya Kenya ni mambo mawili: umaskini, ukosefu wa kazi. Na kwa sababu uchumi ndio ya muhimu, tatizo ya uchumi ya Kenya ni kwa sababu ni watu wengi wanafanya kazi ndio wanalipa ushuru, na ni biashara chache ya watu wakubwa ndio inaendelea Kenya hii. Lazima tubadilishe mwenendo wa uchumi wa Kenya ili tuache kuongea uchumi ya Safaricom na BAT na breweries. Tuongee uchumi wa mwananchi mdogo hapa Mateka, mwananchi mdogo hapa Mianga, mwananchi mdogo sema hiyo hapa Bungoma. Hiyo the more we think and plan about additional businesses of ordinary people, that is how we are going to grow a bigger cake. That is how we are going to raise more resources, and that is how we are going to drive out poverty. Kwa hivyo hatuwezi kuendelea vile tunaendelea tukifikiria kwamba umaskini itaisha na nafasi ya kazi itakosekana. Hapana, lazima tupange differently, and we must have new thinking.
And we must have a different strategy to be able to deal with the challenges that face Kenya at the moment. Na mimi nawaulizeni, kwa sababu Oparanya ameniuliza maswali hapa, bahati ameondoka, lakini yule alimuacha nyuma. Nataka nikuambie ya kwamba ni kweli matatizo ya Western Kenya, kiini ama sababu kubwa ya kuzorota kwa uchumi Western Kenya hii ni kwa sababu ya sekta ya kilimo ambayo imeshuka chini. Hapa Nzoia iko na matatizo, kule Mumias iko na matatizo, sehemu zingine ziko na matatizo kama vile ziko na matatizo katika Kenya. Na sisi tulianza kwa kuweka msingi wa muundo msingi, Technical Training College, kusambaza stima, kutengeneza barabara. Tukasema awamu ya pili yenye ilianza 2017 ilikuwa ni mambo manne: mambo ya kilimo, agro processing, value addition, manufacturing. Pale ndani kuna mambo ya sukari. Tukasema ya pili housing, ndio tutafute nafasi nyingi za kazi kwa vijana. Tukasema mambo ya health, universal health coverage, ndio tupunguze mzigo kwa watu ambao wana gharama nyingi ya kulima madaktari ama matibabu. Sasa wakati tumeanza tu 2018, Oparanya na party leader yake na watu ya NASA wakakuja wakatuambia, hii mambo yote mmepanga sio ya muhimu, sasa tuko na emergency. Wakatuletea kitu inaitwa handshake na wakatuletea ingine inaitwa BBI. Sasa hiyo biashara yote ambayo tulifanya, siwe Oparanya mwenyewe alisema walifanya mkutano, yeye ndiye alikuwa vice chairman, co-chairman. Lakini wakati ripoti hiyo ilipofika, tukaambiwa hii report wekeni kando kwanza, iko maneno ya BBI. Tumekuwa tukizunguka hii mambo ya BBI 3 years. Ni mnanielewa? Yes. Sasa hii BBI imetuzungusha miaka 3. Ile tulikuwa tumepanga inangojea tumalizane na hii BBI. Na ile tulikuwa tumepanga nafasi ya kazi ni vijana 500,000. Hii ya BBI ni mmesikia vile David Gavana amesema hapa, ni watu wako na wabunge kama Didmas wanaweza kuwa waziri, mwingine anaweza kuwa prime minister, na ni nafasi kama 100. Sasa unaona, sasa tumeambiwa ile agent ni nafasi 100 ya viongozi, ile nafasi 1,500 ya wananchi atiingoje. Hapo ndio tuko. Na sasa mbona mnaniuliza maswali sasa, na ninyi ndio msema priority ni BBI. So wacha tusukume hii BBI tuone kama itapita, hao wananchi wakakubali tupitishe, ndio turudi kwa ile kazi ambayo wananchi walitupatia. Hiyo ndio wajibu yangu kwa Bwana Wetangula, nao you know. Nyinyi ndio mmeleta hii kisirani yote. Tungekuwa tumemalizana na Mumias, tungekuwa tumemalizana na Nzoia, kwa sababu tulikuwa na hiyo plan mapema. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Si tunajibizana tu hapa kwa heshima, kwa sababu hatutaki uongo, tunataka kusema ukweli. Ile priority ambayo imebadilika, ambayo tulikuwa naye, hata nyinyi watu wa Bungoma mnajua, awamu ya Jubilee ya kwanza tulifanya mambo, tulijenga reli, tukajenga mabarabara, tukaunganisha stima, tukajenga technical training colleges 5 hapa Bungoma. Lakini hii awamu ya pili imechukuliwa muda mrefu na mambo hii ya handshake na BBI ambaye sisemi kuna makosa, lakini sasa inalenga watu wachache, na hiyo ndio imerudisha sisi nyuma. Na ndio mimi nataka niwaambie watu wa Bungoma, safari hii hatuwezi kuendelea kuendesha mambo ya Kenya ati tunashughulikia mambo ya viongozi, mamlaka, vyeo na mambo ya watu wakubwa. Lazima tufikirie pia yule mtu wa pale chini, mtu wa bodaboda, mtu ya kuuza mboga sokoni, mambo yake itazungumziwa siku gani? Na uchumi wa Kenya haiwezi kubadilika hadi pale tutaanza pale chini. And that is why I'm saying
we are in for a new dispensation in this country. Hatuwezi kukubali trickle down economics anymore. We are going to have a bottoms up approach to our economy, so that we can start with the ordinary people. Kwa hivyo watu wa Bungoma, mimi nawauliza sasa, mmeniambia maneno ya Moi alikuwepo, ndio mmeniambia ya watu wengine wote. Sasa nataka tu mniambie ukweli. Kama mmenionea, mniambie. Kwa sababu heri kijana ya Moi, baba yake alikuwa rais. Hata huyu Musalia hapo Ajambo, baba yake alikuwa waziri. Huyu Wetangula nasikia baba yake alikuwa chief. Mimi baba yangu hata Likuru, mzee ametaa. Alafu sasa hizi mnataka kuniambia ati niwajia hao watu? Hapo mnanionea bwana. Kama mniambie tu wazi ya kwamba wewe ufai kwa sababu baba yako hajawahi kuwa Likuru, basi nitakubali. Na sasa nyinyi mkisema mimi niwache kwa sababu baba yangu hajawahi kuwa Likuru, na nyinyi kwani baba yenu amekuwa nani? Si kama mtu ule wangu. Alafu sasa mnasema namna gani? Ati tutakuwa tunawaambia watoto wetu wewe ufai kwa sababu baba yako hajawahi kuwa kitu. Hapana, wacheni mchezo. Hawa watu mniwaachie nipambane na hawa. Unajua wameenda kutengeneza njama, wamekusanyana, wamepangana pale. Ati sasa hawa watu yote wamefanya coalition. Mlisoma gazeti jana, imeandikwa jana ati United Against Ruto. Watu wengi wamejazana huko. Na shida yao kubwa wanasema huyu mtoto huyu ambaye baba yake hajawahi kuwa Likuru akikuwa rais Kenya hii, basi wale watu ambao wa chini watamea pembe, watakuwa na kiburi. Kwani sisi ni masupporter kwa hii Kenya mpaka siku gani? Nyinyi kama mnataka kurudi nyuma, mimi sijui. Utarudi nyuma ama niendelee ama niwache hii watu? Mambo ni bidii. Sasa nyinyi mnaniuliza, mimi nimehangaika hapa, nimekuja kufanya harambee ya bodaboda, nimekuja kufanya akina mama, nimekuja kufanya hili. Alafu mtu tu ameketi nyumbani kwake mniambie mimi niwachie yeye. Kwani yeye ni mtoto ya Mungu na mimi ni mtoto ya nani? Hapana. Hapana. Sijui kama tunaelewana. Unasema niendelee? Unasema niendelee? Ndio mtoto ya kila mtu Kenya hii. Mama ambaye ameketi hapa ajue kwamba hata ingawaje mtoto yake yeye anauza miwa, ama mama anauza mboga, ama mtu anaendesha bodaboda, ajue siku moja, kwa sababu kuna Mungu mbinguni, huyo mtoto wake anaweza kuwa kitu katika taifa hili letu la Kenya. Sio lazima ujulikane, sio lazima baba yako awe mtu, sio baba yako, hata mtoto ya mama ambaye hana bwana anaweza kuwa kitu kwa hii Kenya. Kama namna gani? Tumekubaliana? Uli pamoja? Tuliana? Basi maneno ni hiyo. Na mimi niko tayari kushirikiana na hawa wazee. Mimi niko tayari kufanya na kazi. Na mimi sitakataa kufanya kazi na mtu mwingine yote. Tuko tayari, lakini safari hii kila mtu ajipange na tuombe Mungu. Ama ni aje? Kwa sababu unajua mimi wakati nilikuwa najipanga na Uhuru Kenyatta, watu wengine walikuwa wanafikiri nimesha kupanga vizuri. Sasa hii wale wabunge wananiunga mkono ni 150. Sasa wabunge wanaunga mkono Musalia ni 10. Wale wanaunga Moses Wetangula ni 12. Sasa watu watashindana na mimi namna gani? Hata nyinyi mkipima. Hiyo story ni mrefu. Ama hata uitwe mfazi, uitwe nani? Kura ni kupanga watu. Ama na kitu inatafutwa hapana ya Bungoma, hapana ya Kakamega, ni ya Kenya mzima.
Simuliona hata ule mganga alikuwa anasema huko Msambweni ndio atapata 80%, atapata 80%. Si tulimnyorosha huko Msambweni. Lakini ilikuwa ya ODM lakini tukanyang'anya yeye. Alafu so sijasema kitu lakini Father wetu wa hapa ametuuliza kwamba kuna kanisa. Na mimi mnajua mimi nimelaumiwa sana kwa kujenga kanisa. Wale watu ambao hawataki maneno ya Mungu wananiwekanga fitina kila siku. Kwa hivyo Father, hiyo paa umeuliza hapo, nikitoka hapa unitafutie chairman aniambie ni shilingi ngapi niweze kuandika cheki kidogo mweze kufanya hivyo. Ndio mno